Tell us other now, ona onye asma. Are we nearing now the haven? Can we enter this ground? Do we truly see the heavenly kingdom now? Do we truly see the heavenly kingdom now? So, do we truly see the heavenly kingdom near? Sisi tunapokaa hapa, wacha niwaulize swali. Mko na hakika ya kwamba mbingu iko karibu? Are you sure? What are the landmarks? What is it that if you see, unapoona na macho yako unasema surely, ndugu yangu, kurudi kwa Yesu ni Karibu. karibu. So, watchman, tell us the landmarks. Meaning, kazi yetu si kuambia watu eti Yesu anarudi tarehe, hapana, sijui miezi, landmarks. Amen? Amen. Landmarks. Dalili. By the way, kwa Kijaluo sijui walitranslate hii wimbo aje. Namba 2, Do gediso wa gawado gikrumo odogoso doge os Yalgino kapi podo chegni Wanyalgeno kapi podo chegni. Amen. Amen. So I want to show you the landmarks. Amen. Amen. I want to show you the landmark. And then I can show you the landmark. Then you understand. Now, the Great Controversy is a very good book. By the way, Great Controversy, page 680, will tell you the Sunday law of Constantine. That is the law issued by the Emperor Constantine on the 7th March of AD 321 regarding a day of rest from labor. Reads thus. This is how it reads. And the boy who was singing, I'm reading Great Controversy 680. This is how it reads. So the one who gave this Sunday law was once announced in 320 what? One. You can put that one as a historian, but mwenye anaona si shida, wachana na wewe usiandike hiyo. Lakini mwenye anaona hii ni nzuri, andika that the Sunday law of Constantine or Constantine depends with where you went to school. The law issued by the Emperor Constantine on the 7th of March AD 321. Watoto nataka mwelewe hii regarding a day of rest from labor reads thus. This is the statement which was read. And remember, look, this was 321. And look at my presentation. Trump, read it aloud. From the current constant. So this is the current one. Constant. So 321 is when a man called, in fact, this was a pagan man. It was an emperor of Rome, pagan Rome. And if you, I don't know, I don't have a story to give you. It may not be possible. I used to have the other laptop, how people were persecuted. I will be showing you a very little ones, which some of you wamewaiona, lakini nataka uelewe kwa sababu sacred history ama historia hii sacred ilikuwa one of the lessons. Which that? Read there, please, all of us, and we check them. Thank you. Let's continue now. Now is the now current. But again, before you go to the current one, we need to go to the original one, the old one. Sindio? Tunaelewana?
Wangapi wananisikia ama hiyo simu imeenda na kichwa hewani? Turudi sasa. So this is how it was read, and this is what Camp is going to be listening. All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun. Venerable day of the what? Sun. Country people, however, may freely attend to the cultivation of fields, because it frequently happens that no other days are better adapted for planting the grain in the furrows or vines in trenches, so that the advantage given by heavenly providence may not for the occasion of a short time perish. Joseph Cullen. So you can get from Joseph Cullen, a source book for ancient church history, New York, Charles Scribner, Science, 1913. You can get it there. You can also get it in the Latin original in the context that the law is given in Latin and in English translation. So that is what that man read. So these prophetic dates are very important. Why? An important principle in prophetic interpretation in connection with the time processes in the is you need to understand very well. So when they announced the Sunday, those who are in the country were told they can go to the Saba on Sunday because that was the best day. But those who are in the cities, what happened? They are the ones who started doing that. That was the first day. I will not go. So what you need to know about Cantastino, that in 321 AD, he came to the church. And what did he do? He brought the worship of the sun. The worship of the what? The sun. Tunaelewa? Alileta nini? Worship of the sun. And alileta the worship of the sun, which is called Sunday. So nani alileta Sunday worship? He is the first person to announce the Sunday what? The Sunday Sacraments. law in 321 AD. That's, I believe you understand that one. And I believe the Lord will help you to understand that one. You read again Great Controversy, page 53, paragraph 1, will tell you that in the early part of the 4th century, the Emperor Constantine issued a decree making Sunday a public festival throughout the Roman Empire. That is 321. Throughout the Roman Empire, akaweka sahihi na wakaweka siku ya Jumapili, siku ya nini? But the day of the sun. So Sunday ni who is being worshipped? Watoto ni kuabudu nani? Jua ni nani ama ni nini? Kuabudu nini? Jua, the day of the sun, which was reverenced by its pagan subjects. So pagan subjects, watu wa kipagani walikuwa wanaabudu nini? Jua. Walikuwa wanaabudu nini? Jua. Jua. Sasa Constantine alipoingia kanisa, akasema ya kwamba yeye pia anataka kuwe nani? Mkristo. Alipoingia akabeba vitu vya kipagani, akaleta katika imani ya Wakristo. Na akaleta mambo ya in fact watu wa pagani wenye wajui Mungu walikuwa wanaabudu nini? Jua. Jana katika Danieli 7 niliwaonyesha jinsi yule mama, yule Asteroth, Nimrod, Semiramis na Tammuz walikuja au ndio walileta hiyo ibada, na hata ndugu Njaa waliwaelezea vizuri vile ibada ya jua. Yule mama alikuwa anaenda kuabudu nini? Jua. Na jua it was made something to be worshipped. So when Augustine alipoingia katika, kwa sababu Wakristo wote walikuwa wa Sabato ya Biblia, hii ya Saturday ya Biblia, alileta nini? Sunday worship. You can check that one from Great Controversy, you'll read yourself. The day of the sun was reverenced by its pagan subjects and was honored by Christians. So both Christians and paganism honored Sunday. That means paganism was united with what? Christianity. Tunaelewana? So wakaanza kuabudu nini? Siku ya jua, yani Jumapili. It was the emperor's policy to unite the conflicting interest of heathenism and Christianity. So Emperor Constantine alikuwa anataka nini? What was emperor was a king. He was the president of pagan Rome,
lengo lake kubwa ama hitaji lake kubwa ni kuunganisha heathenism kipagani na nini na nini. Wacha niwasomee kitabu kingine niko naye hapa, inasema na hii ndio shida. Niko na kitabu kingine hapa, wacha niweze kusoma hapa kidogo, cha nisome ili muweze kuelewa. Nasema hivi, hiki kitabu ambayo nataka niweze kusoma, sorry kidogo, nasema hivi, Shetani, uongo wa Shetani. Wacha nisiende huko, nianze hapa. Adui ameingilia kanisa. Watu wa Mungu wasipozama katika kuchunguza maandiko watavuna hasara milele. Leo wanatafutwa Joshua na Eliya watakaowauliza watu kuchagua upande wa kusimama. Wanahitajika watu kama Yohana Mbatizaji ambao hawataogopa nyuso za wafalme, ambao watataja dhambi kwa majina. Wako wapi watu kama Martin Luther watakaosimama kinyume na mafundisho ya Babeli? Kina Perpetua wako wapi watakao kubali kuchomwa moto lakini wasikubali kukana imani yao? Shadrach, Meshach na Abednego bila hofu ya kuchomwa katika tanuru la moto. Kanisa limechelewa kupeleka ujumbe huu, lakini lazima upelekwe. Tunapaswa kutumia muda uliobaki kufanya kazi kwa haraka. Kwa ulikuwa unaomba sasa, ongeza maombi maradufu. Adui ametuzunguka, hatari zinaonekana kila mahali na kila mahali. Watu waliobaki na ujumbe huu wanapaswa kuunganisha nguvu zao. Kuna watu watakaoonekana waasi, wameasi kwa vile wamekataa kupigia magoti Katoliki. Kwa msaada wa Mungu wataendelea mbele bila kurudi nyuma, hata kama Shetani atawapaka matope na uchafu unonuka. Hawawezi kuanzisha njia yao ya kupita. Waliopita njia hii waliambiwa kuwa wanashirikiana na mashetani. Wengine waliambiwa ni vichaa. Walipokula na watu waliambiwa ni walafi. Hata hivyo, Babeli iliendelea kwa chini ya uovu kama Sodoma. Dunia pia inaendelea hivyo. Tunaambiwa ya kwamba baadhi za vitu vingi vimeingizwa katika imani ya Wakristo. Sita hivyo, in fact nilikuwa nasoma hapa inasema ya kwamba kuna haja kubwa ya kupiga kelele na kueleza bila uoga hatari tunayoona ambao wengi hawajaona. Shetani na vibaraka wake hawatafurahia ukweli uliomo ndani ya kitabu hiki, lakini umetolewa ili wanaotaka kupona wapate kuokolewa. Haleluya! Itakuwa ni hatari kubwa kukana ujumbe wa onyo la mwisho. Watu wengi waangamia. Damu ya watu hao itadaiwa juu ya wale waliokuwa na nuru lakini hawakuweza kuangaza. Shetani ameingiza usingizi mzito kwa watu wa Mungu, hata wamesahau ujumbe waliopaswa kutoa kwa dunia. Onyo la mwisho. So Mungu aweze kutusaidia. Kila askari ya Kristo aweze kupata hodari ili aweze kusimama upande wa Kristo. Amen. Kwa sababu wengi watagundua hila za adui wakiwa mikononi mwake, na pengine wakiwa wamechelewa mno kwa kufanya nini? Kuokolewa. So kuna msukumo mkubwa na maendeleo katika dunia hii ambayo inaendelea, na watu wajue ya kwamba kuna hatari sana. Kwa nini? Kuna maksudi ya yule mwovu. Baadhi ya imani ya kipagani jinsi huyu alifanya. Imani ya nini? Konstantina alijidanganya ya kwamba yeye pia anaingia katika imani ya Ukristo, na alibeba mafundisho ya kipagani. Amekuja naye wapi? Hiyo ndio shida yetu sana. Eti tukiacha watu wazidi. Sasa hizi katika imani ya one true God, watu watabebana na vitu ambavyo
haina msingi kwa maandiko na waleta katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio maana inatupasa watu wa Mungu turudi tuchunguze maandiko. Young people, please study your Bibles. Heaven is near. Heaven is real. By the way, heaven is not a joke. We are going to heaven. Even if I'm not going to go to heaven, even if you're not going to go, Jesus is coming to take a holy church. Amen? Hallelujah. Jesus is coming to take a holy what? So we were young men, study the word of God. Nilikuwa nasoma kitabu kingine nasema ya kwamba lengo la kipagani ni kuondoa Ukristo. By the way, even the false teachings of pagan, false system of education, the main aim, I have a book called New World What? Order. Inasema ya kwamba their main aim ni Umewahi ona mtoto mwenye anatamani sana true education, alafu arudishwe by force, alafu sometimes back unasikia aombewe, siku hizi hapendi hata Mungu, hapendi. Ama kuna mtu kati yenu hapa alipenda mpaka akasimama na true education sana. Alisimama kidete akasema ya kwamba mimi nataka, alafu alirudishwa by force, kawekwa, chapwa. Siku hizi hata ukihubiri anakuangalia hivi, yaani haingii kwa maisha yake, hata atamani. Kwa nini? Lengo la kipagani ni kuondoa nini? Mungu kwa mind ya watu wa Mungu. And what I've seen with the truth, that if truth is brought home and you reject it, then it does not come again. I remember there are some messages that we loved sometimes back. They used to come. I saw some of the sisters we used to be with in those days. The messages that came those days, those who rejected them, those messages no longer came back again. But those who accepted them, always they're new every morning. New what? Every what? Morning. Hallelujah. So kama injili itaingia afu ukatai. Hebrews chapter 2 verse number 3 says, how shall we escape? By the way, the Bible says if you do what? The word neglect is not a powerful statement. The Bible do not say how shall we escape if you stand angrily against the truth. If you reject the truth, the Bible do not use the word reject. It does not say that if you stand and quarrel. There are people who say, it is not like that. It is not like that. Apana. But the Bible says, simply neglect. If you go to dictionary, it says lightly. Yani kuchukua tu urahisi. Like wengine hapa, mahubiri inaletwa oxiko bure. Hata mtu aseme surely. Sahii watatu wamejaribu. Wengine hawana prayer request. Wewe una hata mama yako utake ajue hii injili kufe tu. Si yeye amekupenda ataenda mbinguni. Mtu atasema ya kwamba there are messages, we know there are messages that God keeps bringing. There are messages that God, they are powerful. Sometimes unaweza sikia injili nyingine mpaka useme surely Mungu. Na mimi, do you know there's a song that says, I don't know. How do I sing it? Karibu na sasa, wacha niwaulize, umejua kuimba sana, unaona kwetu ni karibu? Na unaona there are messages that are coming. I thought that we love very prayer requests, even for our brothers, interceding for souls. That God, why don't you open the hearts of our brothers? Because people love the world. And as they love the world, tunakaribia wapi? Mbinguni. Tunakaribia wapi? Mbinguni. And that is what is seen there. Tunakaribia mbinguni and we are going home soon. So, baadhi ya imani za kipagani zimeingizwa kwa sehemu ya imani za Kikristo. Na hiyo ndio huyu Constantine wakati huyo alifanya. Akachukua baadhi za imani za kipagani alafu ameingiza katika imani ya Wakristo. Na alipoingiza hizo, kanisa likaruhusu. Mtu hawezi hata hapa ukweli haiogopi kuchunguzwa. Yani the truth feareth
no investigation. Ukweli haina shida. Hata mtu akikuita uende ukweli. But uongo inatunzwa na kukodoa macho hivi na rungu na ngumi. Unaweza weka hata kisu ndani ya Biblia ili uweze kutunza nini? Uongo. Lakini ukweli haitaki kuchunguzwa. The truth faileth nini? Investigation. So mtu akikuja hapa na uongo, hata uongo wengine iliingia hapa ikakaa 2 years, sasa hii inajulikana na ukweli. Na ikijulikana ilikuwa uongo, si unabaki na uongo yako. Na watu wanafuata nini? Ukweli. So kanisa ndio likaruhusu nini? Imani za kipagani. Lakini ndani yake ilikuwa hatari kubwa ya kiroho na hadi ya kimwili. Na hiyo ndio maana watu wa kipagani waliporuhusu imani za kipagani kuingizwa katika imani ya Wakristo, walikuwa na sira ya kiroho na sira ya nini? Hebu mtu anisomie 12 MR 220. It is a quote, paragraph 3. Wacha tu niwaonyeshe kidogo. Ili wangapi wanaelewa chenye Constantine nilifanya? Nilikuwa nawapea tu brief story ili tunapoangalia current Constantine, yani Constantine wa sasa, tuone uhusiano gani. Kwa sababu hii ndio ilifanya kanisa la Roman Catholic ikabeba mafundisho yake yote ni ya kipagani. Mungu yake yote ni ya kiwapi? Kipagani. Na Constantine alikuwa king kama president na aliungana na kanisa, na yeye sasa ndio alikuja ya kwamba yeye ameokolewa. Tunajua ya kwamba wale ambao walienda Israeli, kuna wakati General Conference akina mama walienda Israeli, nyumba kubwa yenye alijengea kanisa ili kuwashukuru tu kwa sababu wamemruhusu kuingia wapi? Kanisani. Just a Thanksgiving. Aliwajengea nyumba kubwa sana. Wenye wameenda tu wamewahi ona those things. Na saizi hiyo ndio maana kanisa hiyo lilianguka. Lilianguka kwa nini? Limeasi kuacha ukweli na kuna hatari kubwa. So kuna haja kubwa sisi kupiga nini? Kelele. Amen. Amen. Ili watu wa Mungu ambao wamesikia wito waweze kufanya nini? Kuitikia. Kuokolea nafsi yao wenyewe. Haleluya. So watoto Mungu atusaidie sana. Mungu afanye nini? Hiyo book inasema wacha tuone wenye wanafuata Rome hiyo ya kipagani. Nini Rome ya kipagani ilileta? Soma haraka. When the church depends on parade and ceremonies. The church depends on what? That is 12 MR manuscript release. That is volume 12 page 2. Andika basi. Wewe ulisaandika juzi. Haya, mwenye hapo andika 12 MR page 220 paragraph 3. Inasema when a church depends on parade. When a church depends on parade. So, all parties, color bearers, attain. So, you know that? Mark time. Wait, mark time. Like that. Now, Master can do it. Move. And you stand. Read loudly. When a church depends on parade, ceremonies. Induction what? Ceremony. Flag raising. Ceremony. Manipa. Ceremony. Pastor send-off. 2011. When a church depends on parade and ceremonies. Yes. And display. Be sure that the inward holiness is wanting. Be sure that the inward holiness is wanting. Hakuna mwenye ako na roho hapo. Hakuna. Anytime you will see a church, that is not judging. That is the word of God. Amen. Amen. I love sometimes some characteristics of the Catholics. That is the word of God. Thanks be to God. Thanks be to God. It is tamu kwa Kijaluo. Maana wa Nyasaye. Nyasaye ero kamano. Amen. Hallelujah. Amen. Maana wa chinga. Nyasaye ero kamano. Soma. To make up for the absence of the Spirit of God.
To conceal spiritual poverty and conceal that they are not poor spiritually. and apostasy. To conceal that they have not apostatized. Eti hawaja kanisa lijaasi. Sasa kanisa wanataka kuziba, kukanyaga ili watu wasione ya kwamba kanisa limefanya nini? Limeasi. Sasa wanafanya nini? Wanafunika ili watu wasione. Wanafanya nini? So to conceal for the spiritual poverty and apostasy, the outside is made attractive. Hiyo ndio kuna ingine hapa karibu. Mmewahi ona siku ya sema kama hiyo ni spiritual poverty. So ni tamu tingiza. Yeah, hiyo. You need to conceal that they are poor. So, unajua, and that is the Laodicean state. You don't want to see how poor and wretched you are. So, by the way, do you know such things make us not to accept Christ? Do you know hizo wimbo yenye ya kutingiza titi na March Past na Pathfinders ni kukataza watoto wetu wakatae Kristo, kwa sababu yule ambaye haoni ya kwamba ni yeye ni poor, yeye ni wretched, atahitaji Kristo. Wacha ni atahitaji Kristo. So mwenye inaingiza watoto kwa parade ate so anakataza. Hiyo ndio maana sisi kanisa letu Nyandoto wenye walipenda March Past wote sasa hakuna mwenye hata hiyo kanisa lenye limeasi ndio wataki. Hata hiyo kanisa ambalo limeasi peke yake ndio hawataki kusikia hiyo kanisa. Kwa nini? Kwa nini? The purpose of that church was to teach them they don't want Christ. Unajua kuna wakati yenye mtu anakuwa mkubwa, si ndio? Sasa kutingiza kiuno inakuwa ngumu. Tete wewe umebaki ukiwa mkubwa unless kichwa yako imeenda. So what do you do? If you cannot be a leader in the district and the station, church pia wanachagua tu moja. Hallelujah. Can you read, finish up? What these things are not working and we have batteries. Thus the Protestant churches are following the footsteps of Rome. That's the word. Protestant churches. That's the word. Protestant churches. Hey, watu wa nyuma, hallelujah. Makanisa ya maprotestanti wanafuata nini? Nyayo za Rumi. Nyayo za wapi? Za Rumi. So nani alileta hapare? Rumi. Nani alileta flag raising? Rumi. Induction candles yana siniwaonyesha. Hayo ilikuwa baadhi za imani za kipagani. Zilibebwa, zilitoka Roma. Ni baadhi za imani candles. Hiyo ndio maana watoto wetu ambao walichoma candles until they make vows before gods of pagan. But we thank God for one true God that if it comes it leaks. You see, Balak aliogopa ya kwamba hawa they will leak up our what? You forgot Numbers 22. Can you read? Numbers 22. Ama mnaogopa video hakuna hapa, hizi ni injili. Amen. Amen. Numbers 22. Wewe uandike hata Numbers, wewe unaniangalia. Please, we are living in the wrong time. Biblia inasemaje? Nasema and the children of Israel sent forward and preached in the plain of Moab. Yes. On this side of Jordan by Jericho. And Balak the son of Zippor saw all that Israel done to the Amorites. And Moab was so afraid of the people. Moab was so afraid of the people. Because they were many. Because they were many. And Moab was distressed because of the children of Israel. Moab was distressed. Please talk to me, church. Moab was distressed. Because of what? The children of Israel. And Moab said unto the elder of Midian. Moab said unto the elders of Midian. Now shall this company lick up all that are round about us. The of Israel shall do what? Lick up all that are around us. Are you not talking? Do what? Lick up all that are around us. All that is around us. As the ox licketh up the grass of the field. Ox licketh up the what? The grass of the field. Praise God. So they feared the Israelites because they were going to lick their altars. And there was a quote we read that day. What was that quote? GC 39.2. Read that GC 39.2. Ebu muone. Please, this is why. Sijui. Soma.
GC 39.2 inasema the history of the early church the history of the early church testify the fulfillment of the Savior's words. testify the fulfillment of the Savior's words. The power of the earth and hell arrayed themselves against Christ. The earth did what? And hell arrayed themselves against Christ. Against Christ. In the person of his followers. His followers. Soma. Paganism foresaw that should the gospel triumph. Constantino ambaye yeye alikuwa pagan. Anaona ya kwamba should gospel what? Triumph. Injili ya Wakristo yenye haikuwa na ukora, ilikuwa injili safi, injili ya Biblia, na hata watu kama walikuwa wanachomwa kwa moto walikubali waweze kufanya nini? Kuchomwa. Secondus ambaye alikuwa the general of the general of who? This Nero. Alikuwa na dunga. Wamama wenye wako na mimba na wewe ni Wakristo, mnaletwa hivi, mna line hivi, na Secondus anakuja na kisu. Na hiyo ndio maana Paulo ameandika katika kitabu cha Waibrania 4 mstari wa 10 na ngapi? 12. Neno la Mungu ni kama ni sharper than two-edged sword. Secondus ndio kina mama eti ni Wakristo wa kweli, anakuja na hiyo inatoa watoto hivi na inaanguka na anakanyaga hivi. Na wamama wengine wanaona na wanasema sisi tuko tayari, na wanaimba tun 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 tun. Hebu tuimbe 1 2 3. Ijapo pepo hatiza huyo mama mwingine anangoja. Sasa tuseme anangoja. Rabawa. Kamwamba mwamba wa Kristo pekee, ndipo salafini tutasimama kule kitini pa enzi. Kwa penye watasimama ni wapi? Kiti cha nani? Cha enzi. Alikubali kuwa pagani walikuwa Wakristo wengi mpaka wakabeba mkono wakasema, if you can't defeat them, join them. If you can't defeat them, join them. Konstantino akasema ya kwamba hawa tumewaua wengi, lakini vile tunaendelea kuwaua wengi bado wanaingia katika imani ya Ukristo. Hata wewe unadhani ukitupeleka jela tutaacha imani? Hapana. Amen. Kama mtu anadhani hapa atakuja na soja, hata ukora, hata mimi niliona nikiwa shule tunachapa watoto. Mko boyfriend kwa parade. Kumbe kaza kam. Hii hapana. Amen. Eti ulete chifu amewasika. Wanaaja. Wapi? Wanasema wewe ndio umenifanya ni chapu. Wewe sitakuacha. Yaani itisa. Hata hizi imani za ukora, force ni ya Satan. We need to cancel them, present the truth before them, make this. Wenye wanachapwa ni hawa. Hawa wakora. Hao ndio wako na masikio yao hapa. Amen. And the Bible say beat them when they. But hawa kubwa wenye wamependa hapa kufinya simu. Ukiwapiga, anasema umenipiga kwa huyu. Sawa. Wewe ndio ulinifanya nipigwe, wewe sitakuacha. A good thing is what makes us to serve. So anasema hiyo ni a good thing. Kumbe ni bad. But the method which was used was wrong. So kipagani waliua Wakristo, lakini walipoona watu wanaongezeka wakasema ya kwamba wacha tuingie katikati yao, tujidanganye ya kwamba sisi pia tumeconvert tukue nini? Wakristo. Alafu tusikie, alafu tubebe vitu vyetu. By the way, do you know that is the most dangerous thing? Do you know hata ni ili persecution itoke nje Wakristo wauawe wapelekwe jela. Do you know hata saa hizi yenye naribu OTG, mnajua ni nini? Nina wakati OTG walikuwa tu wanapata persecution from these churches. Lakini saa persecutors wako wapi? Ndani. Umewahi ona mwenye anahubiri na kumbe ni mkora? Yeye ndiye amechaguliwa elder na amechaguliwa treasurer na mtu wa dunia, na mkianza kuimba anaimba na nyinyi. Na vile pia sisi tumependa wengine wakijoin kanisa. Sasa hizi tunapohubiri tusipende ti wengi wamejoin kanisa. Mtu anaweza join kanisa kumbe ni nani?
contestino. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo ndio maana prayer band need to pray much. Amen. Ili kama do you know the Bible says when the church of God is pure and they have the Holy Spirit ya Mwenyezi Mungu, hata wenye Mungu, in fact God added them that were to be. Hey, which book is that? Maliza hiyo quote alafu tusome hiyo book. It says, inasema hivi. paganism before was so that should the gospel triumph. Paganism contestino waliona ya kwamba hizi temples, hizi temples zake zote ya kipagani zote, altars na altari yake zote will be swept away. Therefore, someone have forces to destroy Christianity. So the fires of persecutions were kindled. Walianza kutesa watu. Christians were stripped of their possession. Walinyang'anywa kila kitu. Wakristo walinyang'anywa kila kitu. And driven from their homes. And they were driven. So saa hizi tunapoona watu were being driven from their homes because of the gospel. Wana wenye wako na imani ya kipagani wanaweza fanya kila kitu, watu hawaelewi. Unajua wengine wako hapa kati yetu, tukisikia mtu anafuka si nzuri, wakati bado, muda bado, unajua bado. Wewe ni lini? Unipatie hiyo kalenda ni lini? Na wako ndani ya hii kanisa. Bado. Mtu akikwambia sasa hii nimefukuzwa kwa ajili hii imani, uelewi. Ati bado. Unajua wakati unakuja Sunday law lini? Na 2 Timothy 3 verse 12. And all who shall live godly in Christ shall suffer persecution. Shall. Hiyo ni which verse? It's shall. Shall. Not must. Shall. Hiyo ni yako bwana. Okay, let me check. Hey, nani ako na must? Hiyo ndio nataka. Si yako hiyo yako. Amen. Same. Shall watu waelewi. Must ndio watu wana. Na yeye ako na must asome. Yes. Ila wajui penye 2 Timothy unatafuta kama change yao. 2 Timothy unaweza tafuta kama change. Sasa tafuta 3:12. Endelea kusoma Great Controversy. It says, yes, they endure great fight of affliction. They had trials of cruel mockings and scourging. Yes. Yeah. More of bonds and imprisonment. Yes. Great numbers seal their testimony with their blood. Noble and slave, rich and poor, yes, learned and ignorant, yes, were alike slain without mercy. These persecutions beginning under Nero, about the time of the martyrdom of Paul. Nani aliua Paulo? Nero. Hii ya kipagani, pagan. Nero was the king of Rome. Pagan what? Pagan. Paulo aliteswa kwa ajili ya nani alimuua? Soma. These persecutions beginning under Nero about the time of the martyrdom of Paul, yes, continued the great orderless fury for centuries. Christians were falsely accused of the most dreadful crimes and declared. Mtu anasema hawataki watu waende hospitali, hawataki na saa hiyo na vile tuko na dawa nyingi hapa. Tuko na kila hata ya kansa, si tuko nayo. Tunasema falsely accused. Hizo sasa hivi mtaona hizo inaendelea sasa hivi. Endelea. It says, see, Christians were falsely accused of the most dreadful crimes. The most dreadful crimes. And declared to be the cause of great calamities. Wakina nani walikuwa wanaleta shida duniani? Wakristo. Famine, pestilence, earthquake. And they became the object of popular hatred and suspicion. Yes. Informers stood ready for the sake of gain. Informers stood ready for the sake of gain. For the informers stood ready. Hallelujah. These people who are walking, you are munaenda na royal. Amen. Informers stood ready for the sake of gain. So kuna informers. Those will look people like this. Wako sawa yume sai. Wako sawa yume sai. Wako nimewaona. Na wanapewa kitu. Wako mission sai. As they became the object of formula hatred and suspicion, yes, informers stood ready, yes, for the sake of gain, to betray the innocent. They were condemned as rebels against the empire, as foes of religion, and pests to society.
pest. Do you know what is said? What is a pest? Wenye wanaribu watu. Mtoto yako akiingia hiyo kanisa anafanya nini? Ataharibika kitu. Bibi yako akiingia hapo anafanya nini? Ataharibika. And do you know there are some people here who will stand in the Citizen TV saying I was once. Na Citizen TV pia nimewapenda watu wa media. Former cult wanaandika hivi. Kama utaacha imani Citizen TV wanakuweka TV. Former cult member. We met former cult member. He said he was once there and the lessons were being taught which he disagreed. As we were hearing, he told us on how he does things. And then, so unawekwa kwa hiyo page. How many will be there put? Hapa, lazima ukuwe na watu who are going to leave this faith and betray people. The way you don't pray yourself, tangu kuja hapa, wewe hata hujapika magoti uombe Mungu nisaidie. Wewe unaongalanga tu. Uchi bad. Line iko. You cannot even pray for yourself. Some here will be in the TV. I had started going. This message was brought by my brother. I went there for some months. Nikaanza kujieleza. Ni ukweli. In the now Bible is being read here. And the spirit of prophecy. You don't even have a pen to write. And then you think you will use stand. That will your anchor. And you also sing. Will your anchor? Hey, we have an anchor. You know those songs? Please. Hallelujah. How many are listening to me? Some here will betray people here. Some. Even if you see a person who is not interested in the word of God, that is a betrayer. Living in this mission, sitting in the bench hired, here, still will betray the people of God. And they will be in Citizen and NTV as former. I went there was a mission in Rogo, there was somebody who was teaching Maxwell. I can know him here. Yes, it's like this. It's the word. They were with the other one. So I said I will not go, and I didn't laugh because if I look at Paul was a lawyer, if I look at, that is how we are going to talk. When the word of God is now clearly being stated, you are careless, inattentive, and you don't care. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Don't think if you see people attending convention in a large number, and all of them are being prepared to heaven. Some are prepared to be betrayers of God's people. And that is why prayer band, even sahi prayer band sahi wakuji, wamesaanza kuchoka. Hiyo maombi, wacha niende nilale kidogo. Wanasahau eti jioni watu wanakutana because yani shetani anawatoa. Ukiomba watu watamake decision, enda ulale don't. Enda waangalie vile uji natengeneza na wanaenda wote na baki watatu. Hata sahi usiku mtu ni prayer band atakuja, tukitoka hapa hadi kukuja. Sasa namwambia, ukikuja, maji itaisha. So Satan attacking because he knows there are prayers that make people to make what? Decisions. Hallelujah. Amen. How many are following what I'm saying? Hiyo ndio Trump alifanya. And the new Trump yenye nakuwekea hapo, unaona huyu? Unaona huyu new Trump? Na yeye anafanya hiyo sahihi. It says, yes, great numbers were thrown to wild beasts, yes, or burned alive in amphitheaters. Some were crucified. Others were covered with the skins of wild animals, Really? and thrust into arena to be torn by dogs. Really? Their punishment was often made the chief entertainment at public fairs. Chief entertainment. Unawekwa na watu wanawatch na wanacheka because of the faith. Watu wamesimama bwana, hata kama sisi hatusimama. Lakini ukiangalia hii kanisa swell, because guys, let's ask a simple question. Unajua sometimes when you read these books, who is here ready to be turned? Hata wewe ukiangalia hata angalia sahihi wa name. Who is ready? You know the thing is in drama yenye are they devised fables to that? Do you think these things can repeat to us? Kama wewe unakasirika tu, tuliambiwa kitu mimi mtu asiniongeleza. Sasa unaweza simama. Kama hizi ni devised fables? Do you think these things are truth? Ama ni drama ya Nigeria movies? It's truth. Sasa nani yako hapa yenye yako tayari kwa hii? Beba mkono. Nani yako hapa wewe uko tayari? Kitchen department, wacha tukule, tukue fat, tungoje slaughter. Because if nobody is ready for this, then who is going to stand? These people are ready because of the truth. Endelea.
Vast multitudes assembled to enjoy the sight and greeted their dying agonies with the laughter and applause. That is, they did what? And greeted their dying agonies with the laughter and applause. Wherever they saw refuge, the followers of Christ were hunted like beasts of prey. Umekimbia ukuje ujifiche Rongo. You are hunted like a beast of what? Of prey. Hunted. This thing itafanyika lini? Ni during Sunday law. Unajua hizi Sunday law ilitangazwa kwa Wakristo lini? Si 321. Na hizi inafanyika before 320. Sisi hii yetu yenye tunasema Sunday law itakuwa lini? Hunted like a prey. Yani somebody is huntering you. And remember Nimrod was a hunter, si ndio? Mighty hunter. Mighty hunter. So hiyo mambo ya hunting yenye Babeli wamejua kuhunt watu. Mtu anaweza weka fuili atoke naye na kule na anakuja kuangalia mtu hapa na amelipa polisi na kutafuta 1 week. Because let me tell you, polisi ili mtu atoe polisi na gari si bure. Lazima kitu itoke ni nyuma. Kama hapa Kenya, lazima kitu itoke ni you will be hunted like a beast. Na yule anataka kulala. Nasema na mimi mtu hawezi kuniacha. It says, yes, whenever they sought refuge, yes, the followers of Christ were hunted like beasts of prey. They were forced to seek concealment in desolate and solitary places. Desolate and what? Solitary places. Solitary places. Destitute. Destitute. Afflicted. Afflicted. Tormented. Whom the world was not worthy. The world was not worthy. They wandered in deserts. They wandered in desert mountains. Dens and caves of the earth. Yeah. The catacombs afforded shelter for thousands. Yes. Beneath the hills outside the city of Rome, long galleries had been tunneled through earth and rock. Yes. The dark and integrated networks of passages extended for miles beyond the city walls. In these underground retreats, yes, the followers of Christ buried their dead, and here also, when suspended and proscribed, they found a home. They found a home. The life giver shall awaken those who have fought the good fight. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The life what? The life giver. They buried their dead in those where they went. And the spirit of prophecy says, the life what? When the life giver shall awaken those who have fought the good fight. Who is the life giver? Who is the life giver? When he shall do what? When the life giver shall awaken those who have fought the good fight. Those who have fought the good fight. Many a martyr for Christ's sake will come forth from those gloomy caverns. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Able to on the 1, 2, 3. When the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be no more. When the morning breaks in time of bright and fading, when the chosen ones shall gather on the earth beyond the sky, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Will you be there? Do you think you can sing that song and miss? But if you look at this one, surely, ukipelekwa binguni saizi ukae nao watu, which story will you tell them? We used to go to convention in Rongo, ugali kidogo, mboga ilikuwa kidogo, hata ulinjaa. Do you think they will listen to such stories? Who is ready here, surely? Are these diverse parables to teach us? Read the next, and then you see this as we pray. And fear is persecution. Yes. This witness for Jesus kept their faith and served. They served him. Amen. Though deprived of every comfort, shut away from the light of the sun, making their home in the dark, but freely boastful of the earth, they uttered no complaint. They did what? They uttered no complaint. The way we complain in church, do you think we'll be about? The way we complain, this spirit of complaining, are we going saizi? Hata choo ukiambiwa uende umwa. Ona saizi we have people in this convention who are helped.
choo inanuka, nobody anaweza weka buru aende amwage. Uende ulete maji. Mimi ndio unaniandika kila saa. Mimi. Hata wewe kumwaga tu maji unaandikwa kila saa. Hallelujah. Huwezi complain, maji tunakunywa kila lakini choo, si ndio? Young men complain, children complain, but now will we stand surely? They uttered no Complain mm-hmm. with words of faith, patience, Yes. and hope. Yes. They encourage one another to endure privation and distress. When they met together, what were they telling one another? They encourage one another to endure privation and distress. My brother Frank, please endure privation and Distress. Unapitia changamoto, please keep moving. Lakini sisi tukikutana, bwana, wacha kuleta unnecessary problems. You know, I want to tell you. You see, hii imani tunataka tukue werevu. Wise as a serpent. I want to tell you, by the way, there are things we do. Wako unadhani ni Kristo, kumbe macho ya Konstantino ndio kwa macho yake. Hallelujah. Amen. But within you are suffering for Christ. Keep moving. Keep what? Moving. Uh-huh. The loss of earthly blessing Yeah. could not force them to renounce their belief in Christ. The what? The loss of earthly blessing. The loss of Earthly blessing. Hallelujah. Amen. The loss of Earthly blessing. Because lost all the earthly blessing. Kila kitu ya dunia would not make them to do what? Would not force them to renounce their belief in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Than silver or gold, I'd rather be than of riches untold. I'd rather have Jesus than outside love. Mwache twende soma nini? Soma nani? The loss of earthly blessing could not force them to renounce their belief in Christ. Yes. Trials and persecution were but step bring them nearer their rest and their reward. Hallelujah. Amen. Trials and persecution were but step bring them nearer their rest and their reward. Yes. Like God's servants of old, many were tortured, not accepting deliverance. Stop from there. Now, this, if you go to those paragraphs, then you will be told how now this man came. So look at this. So this is the current one. You now have the basics that number one, Constantino or paganism persecuted Christians because of the truth. If they fail, huyu akaleta imani za kipagani wapi? Kwa dini ama kwa imani ya Wakristo ambayo ilikuwa hatari sana kwa kiroho na kwa mwili. Look at this. Let's read this one. It will be declared that the nation is offering God by the violation. It's offering God. The nation is offending God by the violation of the Sunday Sabbath. It will be declared soon. The way it was declared in 320, wow. It will be declared. Now, yesterday I showed you, it is being declared. Yes. That the nation is offending God by the violation of the Sunday Sabbath. That this sin has brought calamities. So tomorrow I will show you, or the other day, climate change issue which is moving. Which sin is causing the climate change issues? Which sin has caused global warming? Sunday. The world is not keeping. It will be declared. Just as Constantine did. And when you distinguish the current, ukiona hii kitu unaona pot. Ukiona yule ni Trump, amevaa kama soy, empire. Endelea. That this sin has brought calamities, It has brought calamities, which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. And that those who present the claims of the fourth commandment, those who teach the fourth commandment, which is the Sabbath, thus destroying reverence for Sunday, they are destroying reverence for Sunday, and troublers the nation, preventing its restoration to divine favor and temporal prosperity. So those who are teaching Sabbath are going to the people who are troublers of nation. That means the book of 1 Kings chapter 17, 18, and 19 is being repeated. Hallelujah. Amen.
It is being what? If you are teaching issue of Sabbath, you are a trouble now. Nation. And then next slide, man. Next slide. And read this one. And they worship. This is which book? Revelation 13. See, to listen. And they worship the dragon, which gave power to the world. And they worship the one, saying, who is like unto the what? Who is able to measure with him? And there was given unto him mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And therefore, that's in Revelation 13, verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should born, speak, and do what? And cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Killed. But the stand tracing of the prophetic pencil, the stand. This is 4SP page 277, paragraph 2 is what I'm reading. Wow. Spirit of Prophecy, volume 4, page 277, paragraph 2. It reads, look with me here. But the stand tracing of the prophetic pencil, But the stand tracing of prophetic pencil reveal a change in the peaceful scene. The The beast with the lamp like horn, beast with the lamp-like horns. on speak with the voice of a dragon, Speaks with the voice of dragon, and exercised all the power of the first beast before him. The spirit of the persecution, with the spirit of persecution, hallelujah. Ndio tumesoma sasa hivi spirit of persecution. Spirit of persecution, manifested by paganism. Ndio tumesoma hii. Eti paganism walitesa Wakristo. Hiyo roho ya kutesa Wakristo, hiyo spirit hiyo ndio soma. The spirit of persecution, Yes, manifested by paganism, but manifested by paganism. and the purpose is again to be revealed. Is again to be Revealed. ukisoma the persecution began in 538 AD yenye niwaonyesha na ikaanza 1798. So hiyo ilikuwa ya purpose. Lakini tunapoangalia katika kitabu cha Ufunuo 13 inasema ya kwamba that wound is healed. So it talks about 1929 to the close of probation. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, it is a current book which demands our attention. Hata watoto wetu wanafaa waweze kuelewa kwamba Ufunuo 13 is from 1929 to the close of what? What paganism did, that persecution, ile mateso kali ya watu wa Mungu yenye ililetwa na papa si pia ikachukua, itaruduliwa nini? Hallelujah. Endelea. Prophecy declares that this power, say to them that dwell on the earth, will do what? Will say to them that dwell on the earth, Say to them that dwell on earth, that they should make an image of the beast. They should make an image to the world. The beast. Yes. The image is made to the first or leopard-like beast, Leopard-like beast, which is the one brought to be the third angel's message. Which is the one brought into view in the third angel's what? Message. By this first beast, is within the Roman Church. Is the Roman Church. And they can hear first. This is the Roman an ecclesiastical body. And ecclesiastical body. Along with civil power. With civil power. Are we going to punish all the dissenters? Punish the dissenters. The image of the beast. The image to the beast. Represent a religious body. Si wandike. Kuna we hata andiki. Hana kalapata hajawahi ona. The image of the beast represent what? The image of the beast. Andika the image of to the beast. Represent another religious power. Belong to the similar power. What? Belong to the similar power. Or a similar power like the power of the Roman Church. It is another one, but with the same power. Now that power is power ya serikali. The formation of this image is the one of the beast whose peaceful rise. The formation of this image is the one of that beast. Is the work of that beast whose peaceful rise. Whose what? Peaceful rise. And mild profession render it to a striking a symbol of the United States. United States. He has to be found an image of purpose. When the judges for land
When in America, united form such points of faith as are held by them in common, yeah, shall influence the state to enforce their decrees, eh, as are said the institutions. Then we Protestant America have formed an image of the Roman hierarchy. utaona Amerika imezungukwa na makanisa na wanasema ya kwamba iwaruhusie ile nguvu yao. Mujue ya kwamba image of the beast is what? Is formed. Did I show you yesterday that? Yes. Simuliona jana? Image of the beast is already formed. Amen? Amen. Hatutakuwepo kuuza wala kununua kwetu watu wa Mungu bila anyama ya nya sita 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 anyama ya mapili. lama ya Juma. Mapili. Tuendelea. Then the true church will be assailed by persecution. The true what? Church Will be assailed uh-huh. by persecution. And that is not general conference. Simuliona juzi. This is not general what? Tuendelee. As were all ancient people. Yes. Almost every century furnishes example of what bigotry and malice can do under a plea of the serving God by protecting the right of the church and state. Protestant churches that have followed the steps of Rome by forming alliance with worldly powers have manifested a similar desire to restrict limited conscience. In the 17th century, thousands of non-conformists ministers suffered under the rule of the Church of England. Persecution always followed religious favoritism on the part of secular governments. Next, I hope you get my time is almost up. Bado nimebaki weka hapa watu waone hii. Muone msiseme Trump as an empire contestant. Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. This emperor, dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace. Hallelujah. Amen. Nikipotea wacha tu nichomeke kwa sababu nimekataa. It is my great honor. No, I thank God for being in a movement which can read the spirit of prophecy. If I'm lost, I will kneel down with the devil and I say, I'm lost because I've rejected This the emperor. Amen. Amen. What an honor. Mnaona hii kitu? Makanisa wanasema nani ni contestant? Ukiona kanisa si ndio ilifanyika 321. Si ndio contestant akakuja akaingia wapi? Kanisani na kanisa likamruhusu, si ndio? Na imani si ndio hii. Rudia, ona yule mliona analala. Wewe kuna shida gani? Please muone hii kitu. Mnadhani hii message ni ya mchezo? Sawa. Sawa basi. Sawa, sini weka tu. Eti wewe unalala kuna shida gani? You remind me of the You embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. People are wondering that Trump is a what? This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this holy cross. All religions back. Cross. This was the power. This was the cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, Cross. Cross meant what? Answer. When you wamesoma. Cross ilikuwa inasimamia nini? No. Hamujui. Cross.
Cross kwa pagan ilikuwa inasimamia ni answer. Kumbe nafundisha watu si nadhani kuna watu naona It was the bent cross. That was the bent cross. Hii ni 2025. Hii si 1970. Sijaweka video 90. Hii ni 2025. Hii ni April. Hii ni last month. Nani anabeba mkono? Eldoduso. Cross imesimamia nini? Ama yuko? Cross ilikuwa inasimamia nini? Saidia hawa vijana wasomi. Oh, okay, asante. Asante. Cheni wasomei. Nisome. Cha nisome hii. Tangu huko nyuma msalaba ulitumika kama nembo ya ibada ya miungu ya kipagani. Msalaba ulitumika pia sehemu mbalimbali katika nchi za kipagani kama kiungo cha uzazi wa kiume. Msalaba hii ilitumika kwa vifanisho vya mungu ya jua wa Kibabeli unaoonekana pia katika sarafu ya Julius Kaisari 100-144. Pia juu ya sarafu iliyoundwa na mirithi ya wa Kaisari Augusto. Juu ya sarafu ya Constantino ufafanisho huu wa msalaba umeonekana mara nyingi. Msalaba ulichukuliwa kama ndio gurudumu la jua. Gurudumu ya nini? Inapaswa ilewekwe kwamba Constantino alikuwa muumini wa Mungu jua na hakuingia katika imani ya Kikristo mpaka robo moja ya karne baada ya mapokeo ya kwamba aliona msalaba kama huo katika mbingu. Mnaelewa hiyo? Ambayo mwanzo ulikuwa ni alama ya uzazi wa wazungu na Wahindi, ambao baadaye Warumi alichukuliwa kama alama ya kusherehekea mungu wao aliyeitwa Saturnalia wakati wa majira ya kati ya baridi, ambayo baadaye yalikuja kuitwa Christmas, ambayo iliingizwa katika mishumaa na Pascal katika maji ya ubatizo wa Easter ili kuwafanya wenye kuzaa matunda iwe ni kitendo cha kuabudu ambacho zamani kilikuwa alama ya kipagani iliyochukuliwa na kanisa. Ibada ya msalaba haikuisha kwa upagani tu, iliendelea na Wakristo kama tutakavyoona katika sura inayofuata. Dini za kipagani zilikuwa na orodha nzima miungu ya kike na kiume. So msalaba ilikuwa ya mungu nini? Jua. Trump anapewa msalaba. Hawa si Wakatoliki, si ndio? Hawa ni hiyo ndio maana Waislamu wakidanganya watu na fitina. Anapewa hii. Anaambiwa hii ndio ilifanya nani ashinde Constantine. Hii ndio ilimfanya haribu imani ya. Unapoona Trump anapewa msalaba, ujue ya kwamba time is out. Please, as we finish this convention, time is running. Time is running. If there's a decision we need to make, it is now or never. Kuna mchezo imeingia kati yetu yenye tunaongea tu ya kwamba bado tuko na muda hata kukua viongozi wa kanisa. Tuko na muda kucheza. Tuko na muda kufanya kazi. Wazazi bado mko na muda kupeleka pesa yenu shule na shule zetu zinaharibika na zinaanguka. Pelekeni. Sanitarium sahi hata tuna basin, hata printer ya kuprint vitabu hatuna hapa. Na pesa yenu inajaa dunia. Acha iende. Yesu arudi, wenye wanaenda mbinguni waende. Amen. Unajua sometimes we are struggling with this truth. Kanisa watu wamekataa. Watu wanadhani eti hii injili ni Trump. Ona. I've read for you from the Bible, from the book here, na nawaonyesha muone.
nini imebaki? Kwani nyinyi mnahubiriwa haje? Kwani mimi nahubiriwa haje? Hebu weka haraka haraka. Weka. Chukua. And Tuto Nika told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. You do that very fast. Charger. Weka charger. Have you seen that? Nini imebaki? Trump, hata kama sijaendelea, mmeona Trump the new what? Njoo kwake Yesu. Yes. Go to the next slide. Next. Through your leadership, you embody the value. Njoo kwake Yesu. Yesu ni daraja. Ukitaka kumwona hapo. Njoo kwake Yesu. Bili Yesu. Mono. Yesu wenda. Tobikirwa nome. Noga machena. Bili Yesu joa. Endelea bwana. Next one. Bishop leads 100 priests. 100 what? March 20th. March what? Hiyo ilikuwa si 1 month, si last month. 100 priests. Prayer at Trump's what? It was a wonderful evening which brought 100 priests to the house of the president in a historic what? Led by Bishop Joseph. Bishop prayed openly that the president would the fullness of Catholic age, so that he might receive the powerful grace of of the sacrament. So when we are preaching, nini imebaki? Watchman, what of the night? Is heaven drawing nigh? Sawa, endelea. Weka tuombe na hii. Ndio hii. Sikia. Sikia. One 100 priests